Kwa kuwa madaktari wengi wanaogopa kusema hichi kitu, mimi nitakisema sasa. Katika kosa ambalo watu wanalifanya kila siku ni kunywa chai asubuhi. Kibongobongo ile chai ina maana mbili, usije ukachanganya hapa. Maana ya kwanza ya chai ni kile kinywaji kile cha moto unachokunywa asubuhi kile, au maana ya pili ya chai ni chakula chochote ambacho kitaliwa asubuhi. Kwa mfano, umekula supu na chapati asubuhi. Bwana, leo nimepata chai nzito sana leo, lakini hamna chai wala kinywaji chochote hapo, ni supu na chapati. Sasa katika video hii ninasema hivi, kile kinywaji cha moto asubuhi hakitakiwi kabisa. Ni chakula ambacho hakina faida yoyote kiafya, na nitakupatia sababu 4 kubwa, na kama ya kwanza na ya pili utazidishia, ya tatu na ya 4 huwezi kubisha wewe mwenyewe. Mwisho wa video hii nitakupatia kitabu PDF bure, orodha ya vyakula zaidi ya 20 unavyoweza kula asubuhi, nitakupatia mwishoni. Okay, sababu ya kwanza inayofanya kama daktari na mtaalamu wa masuala ya chakula na mwanasayansi inayonifanya nikatae chai. Chai nyingi tunazozinywa zinawekwaga majani ya chai au kahawa hapo, caffeine na vitu vingine kama hivyo, ambavyo vitu mara nyingi vinaweka uraibu. Nisikilize kwa makini. Ukinywa chai unajisikia umechangamka, unajisikia uko fiti, si ndio? Lakini mara nyingi ukichunguza, sio kwa sababu ya chai, ni kwa sababu ya zile kemikali ambazo ziko mule ndani, ni stimulant, zinakuisisimua na mwisho wa siku zinakupatia nguvu feki ambazo sio za kwako. Ndio ninatambua kama mtu mzee labda anasinzia akinywa kikombe kimoja cha chai au labda ana shughuli anataka aifanye ile kwa muda ule mmoja mara moja, naweza isiwe mbaya sana. Lakini pata mfano kijana wa miaka 25 mpaka 30 na ngapi hapo, kila akiamka asubuhi anakunywa kahawa na una nguvu kweli kweli, bado unatafuta nguvu za kujibusi. Mwisho wa siku akili na ubongo unakuwa mtumwa, unakamatwa na ile chai na zile kahawa na yale majani ya chai, kiasi kwamba usipokunywa siku, nguvu zako hata zile ulizonazo za kawaida zinakuwa hazipo. Unajisikia umechoka, kichwa kinauma, unajisikia mudi haipo. Sio kwa sababu kwamba haipo, bali ni kwa sababu umeshaufunga mwili wako na kuzoesha unywaji wa hizi stimulant, haya madawa ya kahawa na majani ya chai kwenye chai, na mwisho wa siku mwili wako unakuwa ni mtumwa. Wengine mpaka wanaenda kazini na kahawa, bila kahawa hafanyi kazi. Na ndio maana chai haitakiwi. Wewe kula zako asubuhi tu vizuri, na ukiuzoesha mwili hivyo unazoea na unakuwa na nguvu vizuri kweli kweli. Lakini pia niseme hivi, chakula cha asubuhi ni moja kati ya chakula cha msingi kuliko vyakula vyote kweli kweli. Kwa hiyo chai ya asubuhi kula, lakini usinywe. Okay, nasikia mwisho wa video hii nitakupatia kitabu PDF bure ambacho kitakupatia orodha ya vyakula zaidi ya 20 unavyoweza kula asubuhi. Nitakupatia mwishoni, na hata unaweza ukaona uchunguzi hapo unavyoonyesha wanywaji wa chai, majani ya chai yale kwenye chai na kahawa asubuhi wanafanana, wana uraibu ule ule na pathway ile ile kama wagonjwa wengine wenye changamoto za uraibu kama vile cocaine, madawa ya kulevya na changamoto nyingine kweli kweli. Unaweza ukaenda ukaisoma pia. Kitu cha pili, sukari. Aisee, sikia, katika video yangu hii hapa nilionyesha namna gani ambavyo Tanzania sasa hivi ni nchi ya kwanza kwa Afrika, hasa kusini mwa jangwa la Sahara, kwa wagonjwa wengi wenye changamoto ya sukari. Unaweza ukaicheki hii video. Sasa sikia, matumizi ya sukari mara kwa mara sio kwamba ndio yanapelekea kisukari, sio rahisi hivyo. Lakini unapotumia sukari mara kwa mara, mwisho wa siku kila unapoweka sukari ina increase insulin kuzalishwa kwa wingi, na insulin inapotumika kwa wingi na kuzalishwa kwa wingi, mwisho wa siku insulin sensitivity inapungua, na mwisho wa siku ugonjwa wa sukari umekupata. Na ninadhani moja kati ya changamoto zinazosababisha ugonjwa wa sukari, hii na yenyewe ni mojawapo, japo haisemwi sana, kunywa chai asubuhi. Sasa weka chai yako afu usiweke sukari. Watu wanakukimbia, watu hawataki. Watu wataka jaza sukari nyingi, vijiko 3, vijiko 4 vya sukari. Mtu ndo anajiona chai yangu tamu. Chai tamu. Lakini mwisho wa siku pia matumizi ya ile sukari kwenye chai yanaongeza pia uraibu. Angalia tafiti zinazoonyesha hizi hapa kwamba watu ambao wamezoea kutumia chai kwenye sukari inapelekea uraibu, na ile pathway ya uraibu wa sukari ni kama pathway ya uraibu wa madawa mengine ya kulevya. Jamani, sio mimi, chunguzi za kisayansi zinaonyesha, nenda kazipitie. Sababu nyingine ya tatu ambayo ni ya msingi kuliko zote, unywaji wa chai asubuhi unaondoa ulaji wa vyakula vingine vya afya asubuhi. Unajua asubuhi unaweza ukala vizuri kabisa, ndizi na samaki vizuri kabisa, ukashiba vizuri. Watu wengi hawafanyi hivyo, na mara nyingi wanapokunywa chai ili ya kupuliza
wanakulaga chai na nini? Na vyakula ambavyo sio vizuri, ndio vyakula vingi vya wanga, maandazi, sema kingine, chapati, sema kingine, mikate, sawa sawa, sema kingine. Ni vyakula ambavyo sio vya afya kabisa, tunavifahamu. Ni vigumu kabisa kukuta mtu anakula supu labda ya samaki afu na chai. Mara nyingi haiwezekanagi. Mara nyingi mtu akiweka tu chai, kile kinywaji anatafuta vile tunavitaga vitafunwa, na vinatutafuna kweli kweli. Jamani, hivi vitu vitafunwa hivi, na kila unapokula vitafunwa hivi, jua wewe ndio kitafunio, unatafunwa. Ndio, na ndio maana nataka nikupatie orodha ya vyakula 20 unavyoweza kuvila asubuhi vizuri kabisa bila kutumia kile kinywaji kile. Na labda ngoja nikwambie ukweli, asubuhi ndio muda wa kula chakula cha virutubisho vyote vya kutosha. Yaani kama utapata samaki ambaye ameungwa vizuri, ukala na wali, ukapata na juisi, au ukala labda kachumbari, ukala miogo ambayo imechemshwa vizuri, yaani ukapata vyakula ambavyo ni vya afya kabisa, aisee, ni heri usile mchana, ni heri usile usiku. Asubuhi ndio muda wa msingi kweli kweli wa kula vyakula vyote vya afya. Na ninatambua kuna baadhi ya wanasayansi wanasema kwamba asubuhi utakiwi kula. I say breakfast is the most important meal of the day. Nikisema breakfast sina maana ya chai, ina maana ya chakula cha asubuhi. Kwa hiyo unapokunywa chai unajizuia kula vyakula vingine vya afya bora, kwa achana navyo. Asi sababu nyingine ya 4 hii, I say inatisha. Madaktari wote duniani tunakubaliana kwamba mtu anapokula vyakula vya moto sana kwa muda mrefu vinaathiri koo na vinaweza kupelekea kansa ya koo. Niko sahihi kabisa. Tafiti mbalimbali zinaonyesha ulaji wa ugali matonge ya moto sana na ulaji wa vyakula vya moto vinapelekea changamoto hizi. Hasa mara nyingi chai kama ikiwa ni ya vuguvugu, mtu haitaki, kaipashe moto ichemke. Ikichemka ndio hiyo unaanza kupambana nayo hiyo. Alafu ikifika mdomoni unaipeleka kushoto, peleka kulia, ikipungua kidogo unaimeza haraka. Hasa hebu sikia nikwambie, unapomeza kwa haraka hapa unapitisha kwa haraka tu, kwa sababu sehemu hii juu ya koo la chakula wewe ndio unaicontrol. Unaweza ukameza ukarudisha, ukameza ukarudisha, lakini kinapofika hapa tayari kwenda chini huku, wewe huku usiki. Chai ile inapita taratibu kwa umoto wake, ukiunguza kila sehemu. Kule huwezi kuipeleka haraka, kule wewe hapa kuhusu, kule ni mwili wenyewe ndio unaipeleka taratibu. Mfano mzuri ta matonge ya ugali, hapo unameza kwa haraka tu, ile ikifika huku chini taratibu inakuchoma mpaka unaisikia. Ndio kama chai pia ni hivyo hivyo. Kwa hiyo ulaji wa vyakula vya moto hivi mara nyingi vinachoma ile lea yote ya koo la chakula, na mwisho wa siku mtu anapokunywa chai toka mdogo mpaka mkubwa, kila siku chai ya moto, chai ya moto, ina mashaka sana. Hakuna tafiti inaonyesha moja kwa moja kwamba ni direct, lakini ni moja kati ya risk factor za mtu kuishia na kansa ya koo. Niko sahihi kabisa. Okay. Sasa mtu anaweza kaniuliza, hasa wewe unasema kwamba tusinywe chai asubuhi, tule tu vyakula vingine vya kawaida, nile ugali asubuhi au nile nini asubuhi? Usijali, nimekuandalia orodha ya vyakula 20 mpaka 30 ambavyo unaweza kula asubuhi vizuri, na ni vyakula vizuri kiafya na vinapatikana katika mazingira yetu Afrika hapa kila siku. Namba hii hapa hii, ingia WhatsApp kwa namba hii hapa hii, nitumie tu message moja, andika hivi chakula cha asubuhi, mimi nitakutumia hicho kwa kitabu bure. Lengo kubwa ni kubadilisha maisha ya Watanzania kutoka kwenye matumizi makubwa ya sukari kuja katika maisha yaliyo sahihi. Nitakutumia kitabu hicho bure kabisa. Nasikia ukinitext sitokutumia hapo kwa sababu nataka watu wote wanitext. Wakimaliza baada ya siku 2-3 nianze kukaa na kutulia kumtumia kila mtu kitabu, kila mtu kumtumia. Aise, usikose hiyo bahati. Kitabu ni bure kabisa. Na mwisho kabisa, kwenye video iliyopita kuna mtu ameniuliza mbona uso wangu umeharibika na machonosi. Ni kweli, ninakula mayai 7 mpaka mayai 10 kila siku. Kuna video moja naitengeneza ambayo nimekula mayai 100 ndani ya siku 14 ili kuangalia mafuta kwenye damu yangu yataongezeka yatapungua. Aisee, hiyo video nitaitoa hivi karibuni. Aisee, ni moja kati ya video ambayo imenishtua kweli kweli. Nadhani ndio imefanya mpaka nimeharibika hivi mayai, nimekula mengi sana mpaka nimeharibika, uso wangu una mafuta balaa mno sasa hivi yani. Aisee, usikose hiyo video. Nitaitoa hivi karibuni. It's Dr. Daniel here.